fumbo la upendo, moyo wangu hivyo unanichukuliaje mimi? Sina kuuliza Maganga, hivyo unanionaje? Unanichukuliaje mimi? Huyu mwanamke ule msevu Zana kwenye simu yako ni nani? Mnachati meseji za kimapenzi. Naomba uniambie ukweli. Huyu mwanamke ule msevu Zana kwenye simu yako ni nani? Wewe. Ni nani alokupa ruhusa ya kushika simu yangu? Hivi hapo umenifuata mimi au umefuata kushika simu yangu? Nakuuliza. Kwa hiyo sina mamlaka yote ya kushika vitu vyako, si ndio? Hivi unafahamu kama ni kosa kubwa sana kisheria kutumia mali ya mtu bila idhini yake? Unawezaje kushika kitu changu bila kupata ruhusa kutoka kwangu? Hivi Maganga, unahisi mimi sitongozwi? Au labda unahisi mimi wanaume hawanisumbui? Oh. Kumbe kuna wanaume wapo wanaokusumbua eh? Ni hao. Lakini mimi sio mmoja ya wanaume wanaokusumbua. Naomba nipatie simu yangu. Zara, usitake kusababisha maafa yatokee kupitia mkono wangu. Sijawahi kuruhusu akili na nafsi yangu kumpiga mwanamke kwa staili yoyote ile. Kabla sijafanya maamuzi magumu, naomba jisalimishe mwenyewe. Nipatie simu yangu. Naomba uniambie ukweli. Huyu Zayana ni nani yako wewe? Naomba unieleze ukweli kila kitu. Nipatie simu yangu. Nisikilize. Tena sio kunisikiliza tu. Elewa na uweke hii kwenye akili yako. Kama utashindwa kufuata sheria na misingi yangu, naomba hapa usifike. Ule mlango upo wazi. Unaweza kuondoka. Nenda huko nje ukakutane na hao wanaume wanaokusumbua. Mimi sio mtu naopenda kusumbua wanawake kama wewe. Nionesha hata kidogo tu hisia za kweli juu yangu. Niambie nitawezaje ishi bila wewe. Hili ni dumu kupenda. Niambie naanzaje. Niambie neno moja pekee penzi. Binadamu kweli wabaya, hawana wema wala shukurani. Wewe, nilikuwa nakutafuta muda wote, uko wapi? Nimetoka hospitali kumwangalia Zayana. Unaenda hospitali kumwangalia Zayana? Hivi wewe, kwa nini kila nikwambia hunielewi? Je, kama kweli yule binti angejidhihirisha kama wewe ndio umehusika na yale majanga, sasa hivi ungekuwa uko wapi? Lakini mama, Zayana ndo furaha yangu, ndo fahari yangu, ndo kila kitu kwenye haya maisha. Wewe mtoto koma wewe. Tena nasema koma. Umenielewa? Siko tayari kustabisha nyayo zangu kwa ajili yako. Sasa hivi je, kama ungekuwa jela, mimi sasa ningekuwa mgeni wa nani? Kwani wewe hutambui kama wewe ndio faraja yangu? Wewe ndio mwanangu wa pekee. Niwe peke yako mwanangu. Ndio nilikuta katika tumbo hili. Lakini mama, Zayana anakosa gani? Nampenda, endo furaha yangu, endo fahari yangu, endo kila kitu kwenye dunia. Ndio nini?
Zayana hawezi kuwa faraja yako. Faraja yako ni mimi. Mimi ndio nilikuwa tumboni miezi 9 nikakuzaa kwa uchungu. Toka. Toka! Unazingua bi mkubwa. Maganga, kwani umeniacha ndani peke yangu, umekuja huko nyuma kufanya shughuli zako? Wewe unataka nibaki pale niendelee kushuhudia machozi yako jinsi yanavyotoka? Lakini Maganga, wewe si ndo sababu ya machozi yangu mimi kutiririka? Na kama upendi kuona macho yangu akishusha machozi, kwani unanifanyia haya yote? Lakini why? Kwa hiyo unataka kuniambia hata kushika simu yangu mimi ndio sababu? Najua nimekukosea kwa kushika simu yako bila ridhaa yako. Naomba unisamehe Maganga, sitorudia tena. Ni muda mfupi tu penzi letu lilikuwa la furaha. Lakini mimi huyu ndo nimevunja furaha ya penzi letu. Naomba unisamehe Maganga, sitorudia tena. Sawa, nimekusamehe. Na nimekusamehe kabla hata hujaongea neno samahani. Lakini Maganga, na jambo nataka tuzungumze. Jambo gani? Nilikuwa naomba twende chumbani kwako na mazungumzo na wewe. Nafahamu ni nini kinakwenda kutokea mimi na wewe tukiingia ndani. Hivi, kwa nini wapenzi wengi huwa mnapenda kutumia seksi kama njia ya kuomba msamaha? Jambo moja natakiwa kuelewa. Msamaha haupokelewi kwa kufanya seksi, bali msamaha unapokelewa ndani ya moyo wa mtu aliyekosea. Naweza nikashiriki na wewe tendo, lakini nisiwe nimekusamehe. Secret heart, secret heart, secret heart. Oh. Asante babe, sija kushukuruje. Usijali. Ni wajibu wangu kuhakikisha wana furaha, maana wewe ndo kila kitu kwangu. Baby, hivi uniambia unaishi na rafiki yako? Ndio, naishi na rafiki yangu. Kwa nini umeuliza hivyo? Nimeuliza tu, maana sijawahi kumjua rafiki yako wala ndugu wa karibu, na wala unapoishi. Sijui unaogopa nini? Siogopi chochote babe. Ila kwa sasa sihitaji umjue mtu yote wangu wa karibu. Sawa, hauhitaji nimjue hata ndugu yako wa karibu. Basi nifahamishe hata unapokaa.
Usijali baby. Muda ukifika utawajua watu wangu wote wa karibu, ila kwa sasa naomba nielewe. Sawa, nimekuelewa. Sijawahi kuwaza kama picha niliyopiga kwa mikono yangu inaweza kuniachia maumivu makali kiasi hiki. Imeniachia kovu la maumivu linaloniumiza kila siku. Sijui nini nifanye ili niweze kuifuta hii picha. Inanifanya natoa machozi kila ninapoikumbuka. Kila ninapojaribu kuifuta, bado inarudi tena akilini mwangu. Sijui nini nifanye. Natamani maisha yangu yaanze upya bila kuiona hii picha. Tulia moyo, tulia moyo wangu, tabasamu moyo, tabasamu moyo wangu, haya yatapita tu. Vipi? Mbona uliondoka bila hata kuniaga? Amna, nilienda kuzunguka tu kuangalia mazingira. Vipi na wewe unatoka? Ndio natoka, naenda kumuona mtu hapo, ila huyo mtu mwenyewe ni msumbufu hatari. Haya sawa. Nini? Nimekuletea zawadi. Zawadi? Zawadi ya nini? Zawadi ya nguo. Zawadi ya nguo? Hivi, una akili kweli wewe? Nilikwambia nina shida ya nguo? Au mwenzangu nilikwambia kwamba nimeishiwa nguo labda uniletee? Afu nikuulize, una ndugu wewe? Ninao. Sasa kwa nini hizo nguo usiwapelekee ndugu zako unaniletea mimi? Au mimi nilikwambia na shida ya nguo? Ngoja nikusaidie kitu kimoja. Hizo nguo wapelekee ndugu zako. Mimi sizitaki. Tena ukiwapelekea ndugu zako watakushukuru mara 100 kuliko kuniletea mimi. Sijui umenielewa? Halafu unaniletea nguo umenimiliki mimi? Au tushaoana? Tumekuwa mke na mume? Tafsiri ya kuniletea nguo maana yake unanimiliki. Sasa wewe unanimiliki mimi? Unanimiliki mimi? Kuanzia leo usiniletee zawadi yoyote. Kama wewe ni mwanaume wa kweli, njoo nyumbani upewe barua unioe. Full stop. Sada. Hivi ndio umegoma kabisa kwenda kunisikiza nachotaka kukuambia jamani? Kwani hicho kitu kina uzito gani mpaka usiniambie hapa? Shida sio kukuambia hapa. Shida ni jambo jinsi lilivyokuwa na uzito ndani yake. Mimi nimekatalia kuingia ndani kwa sababu nina sababu zangu binafsi nazozijua mimi mwenyewe. Hebu nielewe kwenye hilo. Alafu isitoshe natoka naenda kwenye pilika zangu. Hebu naomba niache basi niende. Kwa hiyo huko unapoenda kuna umuhimu zaidi kuliko mimi, si ndio? Wewe. Hivi kati ya wewe na pesa ni kipi kina umuhimu? Yaani unataka kufananisha thamani yako wewe na thamani ya pesa? Unajielewa kweli wewe?